Wewe unaweza kuishi na mimi wewe? Unaweza kuishi katika hii nyumba? Utaweza kuishi na mimi? Baby, nitaweza. Niko masofa haya naondokaje kwa mfano? Okay. Yaani ndio shida yenu hivi binti yenu. Unajiongea, unajiachia. Ndio kisosi yenu. Sinishike. Hata kwa nishike. Sina mudi. Kama nilivyokuambia rafiki yangu. Yaani nilivyokuwa namwangalia huyu nabii, nilikuwa namchukulia tu kama mtu wa mauzauza tu. Kwa jinsi ukiangalia nyakati zingine za mwisho, manabii wamekuwa wengi, uongo mwingi. Kwa mimi sikuwa namtilia manani hata kidogo. Kwa hiyo mimi nikawa namchukulia tu kama ni nabii wa uongo. Sasa siku moja nimetoka zangu kliniki na binti yangu, nimepita hapo gengeni, binti katangulia nyumbani, nimchukulie ndizi. Narudi hivi, nakutana na yule binti wa mzee Madola. Hao mabinti wananifuatafuata sana kwenye maisha yangu, hata sijui wananitafuta nini. Hao mabinti na wachawi rafiki yangu. Lakini binti ni nzuri, ukimwona huwezi kuamini kama yule binti ni mchawi. Kwa hiyo mara nyingi kila tukikutana naye yule binti mimi huwa tumalizanagi vizuri. Tukaanza kutupiana maneno pale ambayo sio mazuri. Asintie upofu. We. Ha? Yaani huwezi kuamini ghafla upofu kabisa? Kabisa, yani titi sio ni kitu. Nikaanza kutapata papa. Jamani nisaidieni. Nisaidieni jamani sioni. Wakatokea vijana wawili. Mama vipi? Nikamwambia jamani sioni, wanangu naomba unisaidie. Nipeleke nyumbani. Mama kweli wewe? Nikamwambia kweli sioni. Ile vijana ndo watakaonichukua nipeleke nyumbani. Nikasikia sauti ya nabii nyuma. Bilita vipi? Kuna nini? Nikamwambia nabii sioni. Akaniambia uoni? Yeye akaniambia alokuambia uoni nani? Nikamwambia kweli sioni. Ile kumaliza kweli sioni. Akaniambia hebu angalia kweli uoni? Acha amefunguka ndugu yangu, naona tena. Nikamwambia jamani naona tena. Vijana za mama acha kutuigizia bwana. Kweli unaona? Nikamwambia mimi nimevaa shati gani? Nikawaeleza. Bwana kweli anaona bwana. Lakini kitu kwa nafanya mimi nisimwamini huyu nabii ni yale mavazi yake alikuwa anavaa. Anavaa joho lake jeupe, ana mkanda wake mwekundu na kichwani. Mganga kienyeji si mganga kienyeji, mchawi si mchawi. Sasa ndio hivyo anajiita nabii. Basi mimi nikata sielewi nimchukulie vipi. Si ghafla nilivyoona pale macho. Nikasema kweli nabii wa kweli huyu. Sasa ukiangalia na hizi nyakati za mwisho na hata vitabu vya Biblia vinasema kwamba nyakati za mwisho zinakuja, kutakuwa na manabii wengi wa uongo. Kwa hiyo mimi nilichukulia kama huyu naye ndio miongoni mwa wale manabii wa uongo. Lakini kila alichonifanyia siku ile pale, nikaanza kupata kitu cha tofauti kwamba kweli nabii wa kweli huyu. Naona Basi ndio hivyo ndugu yangu. Lakini ninachoamini ni kitu kimoja. Madhali ulikuwa unaumwa macho, katokea mtu kakuponya. Huyo nabii ni wa ukweli. Huyo nabii ni wa kweli. Kama unavyosema, makanisa sasa hivi yamekuwa mengi, uongo umekuwa mwingi. Lakini madhali wewe ulikuwa hauoni, ghafla kutokea nabii ukawa unaona, imani yako ndio imekuponya. Unaona? Kingine usije ukamlaumu mtu kwa mavazi, ukamlalamikia mtu kwa mavazi, ukamjaji mtu kwa mavazi. Wewe angalia imani yako inasema nini? Angalia yule mtu aliyokuponesha basi. Maana yake haya mambo ya kuponesha macho, si nini kipofu anaona yalikuwa enzi ya Yesu. Ndio kipindi kile kwa nasikia Yesu anaponya watu. Lakini kwa sasa hivi kwa karne hii huyo nabii ni wa ukweli, maana waongo wamekuwa wengi, ila aliyokuponya macho huyo ni wa ukweli ndugu yangu. Kingine ndugu yangu, ninachokuomba kuanzia sasa, kama ulikuwa ufanya ibada, fanya ibada, toa na sadaka kidogo. Sasa hiyo sadaka naipeleka wapi? Huyo nabii hana kanisa, hana nini? Anatokeaga tu kimauzauza. Mbaya zaidi au cha kushangaza kwangu, ananitokeaga pale ninapokuwa na shida, kwa sababu kuna mara nyingine tena alinitokea hivyo hivyo. Hii ananitokea sasa ni mara ya pili. Ni kweli. Sadaka, tata kituo chochote cha watoto yatima, kawape sadaka yako, tia nia, wape sadaka yako. Ukimaliza hapo, sehemu yote ambayo wewe unafanyia ibada, nenda katoe sadaka yako kidogo kidogo. Maana yake ndugu yangu, kuwa kipofu afu baadaye kuona sio kitu kidogo, ujue. Ndio maana mimi hapa nimekaa kimya, sio na kudharau, nafikiria. Rafiki yangu, ninashukuru kwa ushauri wako. Inabidi nifanyie kazi wa ushauri wako ndugu yangu. Mtu mwingine ataona kama movie, kumbe hivi vitu vipo ndio vimekwisha kutokea ndugu yangu, na ndio unanihadisia. Ndio maana mimi hapa mwili wote umekufa ganzi. Nimekaa tu na kusikiliza. Sasa kimoja chake. Yaani hata mimi mwenyewe nilikuwa mbishi kama wewe ambavyo unabishi. Kaka, jana niko na mwanangu piano. Yaani angekuwepo mshikaji hapa angekupa ushuhuda. Tumemshuhudia kwa macho yetu, yani macho anamtibia mama mwanangu kipofu anapona.
Cha ajabu, mimi jina langu alijui wala la piano, kaniita Lido. Piano ni mimi hapa Nabii Etutu. Mimi nilishangaa. Sikiliza, hata kama huyu piano akiwepo, lazima akigoma tu hicho kitu bwana. Wewe unanidanganya. Yaani wewe jitetee sasa hivi kwa sababu piano hayupo. Mimi siamini, hao ni matapeli. Sasa kimoja chali, kama angekuwa matapeli, yule mshikaji yule nabii yule, au sio bwana, avomtibia yule mama akapona, angemuomba pesa. Cha ajabu alivyomtibia, akamwambia mama anampigia magoti hivi, kaka anamshukua anampigia magoti. Akamwambia usijali, nimefanya kwa ajili ya Mungu, mimi nimetumwa na Mungu. Akaondoka zake. Haya sasa naomba nikuulize swali. Wakati wewe mama anaondoka mliongozana naye? Sisi tuko tunaenda wakati zetu, sasa mama tulimwacha pale. Ndio maana nakwambia hao ni matapeli, niamini mimi, hao ni matapeli. Sikiliza sasa. Unajua wale wanaosema sijui anaiba nyeti, wanafanya hivi. Kuna mtu anakuja anakushika begi. Nyeti zinaondoka. Zikishaondoka, kuna mwingine anakuja, anajifanya anajua kukutibia. Sawa? Akishajifanya anajua kukutibia, anajifanya hataki chochote kutoka kwako. Watu wakishaondoka pale, ndio anakuomba chochote kitu. Huo mchezo mimi mwenyewe nauelewa kaka. Hiyo michezo hapa mjini kaka, wajanja wengi. Anakuuliza swali lingine. Aliyompofoa macho nyewe mlimwona? Sisi tulimkuta tu njiani tunaenda kuangalia game. Sikiliza sasa. Yaani ule utapeli niliokuwa nauzungumzia ndio huu. Sasa hapa hakuna kumsubiria cha piano wala mapiano, tuondoke. Wewe piano wewe hakuna. Ndugu yangu, mimi ngoja nikuache. Sinaona hii hali ya hewa. Nikiendelea kukaa hapa, mvua yenyewe itabiriki. Itarudi sasa hivi. Madhali boda yangu nishamuita. Acha niwahi ndugu yangu nikuache. Wai, tumaki alenyewe ile kimali inaenda inarudi, mwenzangu sije kukufungia hapo kwa mpaka jioni. Ubaki salama eh? Asante, karibu bwana. Shikamoo mama. Marahaba mwanangu. Huyu ndio yule mwanangu nilikuwa nakwambia. Ndio huyu wa ile issue? Ndio kwenye majanga eti kwa nao. Pole sana binti yangu. Asante mama. Asante. Samahani mama, kwani unaitwa nani? Naitwa Somozai au Kungwe. Kungwizai. Ndio mimi. Jamani, nimefurahi sana kufahamu mama. Asante mwanangu. Yaani nimefurahi sana. Yaani niliza habari zako, mama anakusifia sana mama. Nashukuru sana. Sasa tufanye hivi, hali ya hewa sinaiona? Acha mimi niende. Kiukweli mamangu wewe. Nitakuja siku nyingine kwa ajili yako tu binti yangu. Sawa mamangu, nitafurahi sana. Baki salama eh. Ndugu yangu acha niende. Asante ndugu yangu, karibu bwana. Baki salama jamaa. Karibu sana. Yaani mama, kumbe Kungwizai ndo mzuri vile mama. Mimi na marafiki wangu nani? Marafiki wa upwe ndo marafiki zangu mimi. Yaani mama Kungwe kweli. Anajua kuvaa. Shatamani kwa mavazi yake na kila kitu chake anajua. Yaani na zile reni vipuli vile. Usiku wamenyamaza. Ni kikao kifupi ila kina maana kubwa sana kwangu. Nilikuwa nipite katika madhabahu yangu ndogo, ila kidogo kuna changamoto. Nikaona sio mbaya nikuite hapa nyumbani kwangu tuje tuweze kuzungumza. Na kitu kidogo nataka nikuombe. Nahitaji unipatie nguvu. Nguvu? Ni nguvu gani ambayo unaizungumzia wewe? Na kati yangu mimi na wewe ndio unajulikana kabisa una nguvu zaidi yangu. Yaani dunia nzima wewe ndio unajulikana kwamba una nguvu zaidi yangu mimi. Sasa ni nguvu gani ambayo unaizungumzia hapa? Katika ulimwengu wote huu hakuna mtu ana nguvu kama zangu. Unajua kwa nini? Na ndio maana mimi ninasuka rasta, ninaweka kope, ninafanya makeup. Kuna mchezo ulishaona anaweka kope? Kwa sababu mimi naitwa Vida Mchawi Smart. Unanisikia vizuri? Hakuna mtu anaweza kuwa kama mimi. Najivunia kwa yote. Sasa basi, nguvu ninayohitaji mimi, nahitaji unipe ushirikiano kwa wewe na mimi. Tuwe kitu hichi kimoja ili tuweze kwenda kuloga kwa pamoja. Kuna mama mmoja ana mtoto wake ni mjamzito. Sisi tunatakiwa tutoe kile kiumbe. Hicho kiumbe kina maana kubwa sana kwetu. Tukifanikiwa kukitoa hicho kiumbe, tutakuwa tuna nguvu maradufu. Hata wewe hutonitegemea tena kwenye mambo mengine.
utakuwa unaweza kufanya vitu vingine bila kuniomba mimi, kwa sababu nao tayari utakuwa na nguvu. Ninachohitaji ni ushirikiano, tukaweze kutoa kile kiumbe ili tuweze kupanda juu zaidi. Lakini inawezekanaje tutoke hapa tukatoe nguvu kwa yule binti, kila kiumbe kichoko tumboni, na kati inaonekana kabisa yule binti ana ulinzi mzito? Yaani sisi tunawezaje na yule binti ana ulinzi mkali? Tunapataje kuweza? Nimeshakwambia naitwa nani? Naitwa Vida, mchawi smart. Hakuna mtu ana nguvu kama mimi. Na ndio maana nilikuona wewe. Mimi sijakosea kukuita wewe. Nimefanya kwa makusudi. Najua unaniweza. Tunaweza kushirikiana. Tunaweza na tutaweza. Nataka tushirikiane tukaifanye hiyo kazi. Leo hii mguu wangu, mguu wako. Lazima tupate kile kiumbe kwa nguvu yoyote ile. Uko tayari? Hilo limekaa sawa. Kuhusu hilo usijali kabisa, ni kazi tutaifanya, tunaweza tukaondoka. Safi sana.